Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye podcast ya Behind the Style, na hapo uko nami Irada Mahadhi, lakini niko na wanawake tofauti ambao wana bold stories tumaleta hapa ili waweze kushare na nyinyi kwenye our soft space. Leo niko na one of the people that najua nao for a while now, na kilichonifanya nimfahamu ni kupitia mapenzi yake binafsi kwenye sekta aliyoamua kujieka, na akafanya ubunifu mzuri sana na ukatutambulisha katika jukwaa la Stara by then miaka kama 6 iliyopita, miaka kama 7-8 iliyopita, lakini bado ameendelea kusimamia ndoto zake za kutengeneza hiyo brand yake ambayo ilimtambulisha kwenye jukwaa la Stara. Lakini by professional yeye ni rubani, ni binti ambaye she is very smart up there, because kama unavyofahamu kuwa rubani you need to be very good in numbers, mambo ya physics hapo, mambo ya mathematics hapo. So huyo ndo mwanamke ambaye niko naye leo hii hapa. Karibu sana Wadhat. Asante sana Irada. Za siku nzuri. Jamani, hatujaonana siku nyingi. Kwa kweli. I'm so happy to see you. I'm so happy to have you today. Thank you so much for Yeah. Unajua wewe ni moja kati ya brands ambazo nilifanya nazo collabo. Yeah, wakati Enzi za Irada Style wakati ndo inaanza. Moja kati ya vitu ambavyo vinaongeza chachu katika brands ni kushirikiana na other successful brands ili uweze ku exchange platforms, unaelewa So by then niliweza ku spot this brand ya Wadhat ambayo ilikuwa inadili na marashi, na marashi hayo ni yale marashi ya asili ya kuchoma, yani oud. Waarabu wanaita bukhur. Lakini ni manukato kwa ujumla. So karibu sana, na nimefurahi sana sasa hivi. Mara ya mwisho kukutana na wewe, kipindi hicho ulikuwa unasomea urubani, but now you are flying the plane. Asante. Congratulations. Asante And I'm so proud kujuana na rubani, mmoja kati ya marubani hapa nchini Tanzania wanaopaisha ndege. Asante sana. So tell us, ulianzisha vipi brand yako ya uturi, na nimeona umekuja nazo hapa. Yes, utatuambia baadaye kila kimoja kina tofauti gani, but take us, kipi kilikusukuma ukaanzisha biashara kwenye upande wa marashi? Okay. Yes. So marashi ilizaliwa mwaka 2016. Actually mwaka huu tutakuwa tunatimiza miaka 10. Wow. Yeah. Happy 10th anniversary. Asante. Kama utani tu. Sorry. So kipindi hicho nilikuwa ndo nimemaliza chuo, niko katika mwaka wa kwanza kazini, and then nilitokea kuna rafiki yangu mmoja alikuwa kwa naolewa. Sasa mimi ni Mzanzibari lakini nilikuwa nikiishi Dar es Salaam. Mpaka leo ndo napoishi. Sasa nikasema sisi ada yetu ni kwamba mtu akiolewa lazima umpelekee zawadi. Ndio. Na zawadi gani itakuwa ni nzuri? Basi nikafikiria udi utakuwa ni kitu sahihi cha kumpelekea, kwa sababu udi ni mzuri kwa mtu ambaye anaolewa. Kuwepo, yani inaleta mandhari mazuri nyumbani. Pale mtu amerudi zake nyumbani, anakuta hali ya hewa iko shwari, inanukia. Basi kuna calmness and relaxation ambayo unayopata, na nyumba ndio inavyotakiwa iwe. Ukishatoka huko kwenye mizunguko yako, basi kimbilio lako liwe ni nyumbani, ili upate kupumzika au refresh kwa ajili ya siku ya pili. Na udi unasaidia kuleta mandhari hayo. Kwa hiyo nikaona ni zawadi sahihi ya kumpatia. Kwa hiyo nikatoka zangu, nikaenda zangu Kariakoo kutafuta udi. Nilizunguka hiyo siku mpaka nikachoka. Udi ambazo nilizozikuta zilikuwa very subpar, yani ni za kawaida tu, sio kitu ambacho na furaha ya mtu, kwa sababu unajua zawadi. So nikasema kwamba lakini Unguja, Zanzibar kuna watu wengi sana wanatengeneza udi nzuri sana za kihali, ambazo mtu ukimpelekea unajua kwamba hii zawadi nilompatia, akifukiza utakaa siku 2 siku 3 ndani bado kunanukia. Tofauti na hizi udi ambazo zinauzwa 5,000 hapa Kariakoo 2,000, unajua unampatia mtu lakini atachoma dakika 2 tu bado hainuki. Kwa hiyo that's when the idea of marashi started. Kwa hiyo nikaanza mdogo, nikasema sasa hivi sina funds za kufungua duka. Kwa hiyo nikaanza online, nikawaelezea watu kwamba nataka kutengeneza, nafanya kitu hichi, nauza kitu hichi. That's how it started about. Na kitu ambacho mimi nachopenda kuleta katika
katika kitu chochote ambacho ninachofanya ni creativity. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa nachukua udi kutoka kwa watu alafu nauza. Yeah. Kwa hiyo it was a third person, yani Yeah. nauza kwa kupitia brand yangu. Lakini nikaona kwamba kwanza consistency ilikuwa haipo. Mtu namwambia naomba, je, unaweza ukanifanyia iwe na harufu aina hii, kwa sababu sitaki iwe ile ile. So kuna wakati unaenda zako kununua udi labda madukani Zanzibar, ukinusa kwa huyu harufu sawa, unaenda kwa mtu mwingine harufu sawa. Sasa mimi I like to stand out. Kwa hiyo namuuliza mtu, unaweza ukanifanyia harufu aina hii na aina hii, lakini watu wako very stagnant to change. Mtu anakwambia hapana. Nikasema kwani nisitengeneze mwenyewe? Yeah. Pia sometimes unakuta mtu anatengeneza udi mzuri lakini consistent wise hayupo consistent. Yeah. Leo utakuta udi harufu yake hii, kesho imebadilika kidogo. Kwa hiyo unakuwa unawachanganya wateja. Yeah. Na wao wameshazoea kwamba wao wanapata udi harufu hapo, unampelekea tena harufu imebadilika. Gani? Sasa ilikuwa tunagombana mara nyingi na suppliers wangu. Kwa hiyo nikasema why not nifanye mimi mwenyewe hichi kitu. Kwa hiyo nikajifunza mimi mwenyewe namna ya kutengeneza udi through trial and error. Watu wengi sana nilikuwa nikiwauliza namna ya kutengeneza, mtu yani hawataki kabisa kuelezea their secrets. They don't want. Hawataki kushare the formulas. Kabisa. Kwa hiyo it was trial and error, a lot of YouTube. Yani nimetupa udi chungu mzima, pesa chungu mzima, just to learn how to make it. Baada ya kujua sasa namna kutengeneza udi, mimi I have a problem with allergies. Asubuhi lazima nipige machafya, nitakohoa hapo. Usiku ikiingia kwenye baridi, yani na allergies. Na perfume zikiwa harufu kali pia zinaniletea allergies. Kwa hiyo nikasema kwamba why don't I research into also doing ouds ambazo najua nikichoma sitahitaji kwenda kununua Loratadine na kunywa baadaye. Sije nikaona napiga chafu. Kwa hiyo wasofahamu Loratadine ni anti-allergy pills. Ni anti-allergy. I have to have them kila siku. So nikasema kwamba kwa nini nisije na udi ambao mtu unaweza ukatumia hata kama wewe una allergies au mtu ana watoto nyumbani. So yes, udi ni kwa ajili ya nyumba, lakini kama una mtoto mchanga na harufu ikiwa kali sana utakuumiza mtoto. Very true. So that's when the idea of allergy friendly buhur came into play. Kwa hiyo I still have zile za kawaida ambazo zina harufu kali, lakini more nimeinvest kwenye allergy friendly buhur ambazo harufu zake sio zile zenye kuumiza kichwa wala kuumiza vifua. So your love for science as a person, kwa sababu nimekutaja kwamba ni rubani, na rubani tunajua masomo ya sayansi lazima yapande, combination ni balance. Your love for science ilikupelekea by the time unasoma masomo hayo, ulijua, yani how did you know kwamba you wanted to be a pilot? Like hii safari ya kwenda kurusha ndege. Hapo nimeskip kwa sababu tuko bado kuku-identify. Huku umetuletea buhuri, we saw the challenges zilitokana na supplier, lakini because you had allergies, ukataka utuletee buhuri ambayo it could be allergy friendly. Kwa sababu nakuuliza hivyo, even my husband ana hayo matatizo ya allergies, kupiga chafya na kwa hiyo hata udi pia mimi nakuwa very peculiar ni udi gani ya kuchoma. Au akisafiri akileta ndo anasema hauwezi kuniumiza, vitu kama hivyo. So kutokana na tatizo lako ilikupelekea ukatengeneza solution inayoendana na kutibu tatizo lako. So coming to piloting, mapenzi yako ya sayansi yalikupelekea kwamba with science nachagua kuwa pilot. Like ulichaguaje career ya piloting kutokana na masomo yako ya science? Like why not any other career? Why piloting? Okay, so nakumbuka wakati na miaka 7 sorry. Nakumbuka wakati na miaka 7 tulisafiri kuelekea Uingereza. Mimi pamoja na familia yangu. That was the first time nime-enter into a plane. And I was so fascinated with the aircraft. Nilikuwa najiuliza like, how does this metal thing stay up in the air? So that's where my fascination started. Sikuwahi kumwona mtu labda rubani. Yani sikuwahi kujua kwamba
kuna watu wanaendesha hii ndege au vipi, Mm. ndo akili za kitoto. Lakini that's where my first love of aviation came from. So nyumbani kote walikuwa wanajua, kila mtu akiniuliza what do you wanna be, I wanna be a pilot. What do you wanna be? I wanna be a pilot. That was, everybody knew that. So hata wakati nasoma nilivyoingia advance, I only took PCM because I wanted to be a pilot, either PCM pilot, physics, chemistry, math au PGM. Baadaye nilivyo research nikaona kwamba geography is not really a must. Okay. Yeah, it's just the physics and the mathematics ambazo ndo zinazohitajika. Kwa hiyo every single thing I did was to obtain my dream. Yeah. So that's where the dream started. Yes, I do love science. Actually, I also have a degree in computer science. So science is a part of me. Napenda, kama ulivyosema, kutafuta solutions to problems. Yes. That's something. And all scientists na the notion of scientists, the professors in nini, hata kwenye cartoon, yani tunaonaga wako kwenye lab, they are coming up with solutions, you know, there's tubes na vitu kama hizo. Yeah. So the test tubes, the solution and all that, pia ukazi incorporate huko kwenye utengenezaji wa buhur. Yes. Kama nilivyokuambia kwamba I had to learn myself namna kutengeneza. Na mimi I like measurements. Ndio. I like to be specific. Moja ya changamoto ya zile udi ambazo nilizokuwa nikichukua kwa supplier zilikuwa hazipo consistent kwa sababu ya measurement. Mtu anaona tabu kuandika pembeni. Anaona tabu ku make it into a formula. Kwa hiyo anafanya, unajua kuna ile mazoea. Yes, inakuwa ni kitu kizuri, lakini if you want to build a business and scale it, you need to have a measurement. Kwamba hata wewe utapokuwa hupo, akija mtu mwingine, because you have that formula na recipe, it's written down, kile kitu kitaendelea kuwa vile vile kila siku. Very true. So that's how measurement is important for me. Na ndio maana natumia hizi measuring cylinders, natumia all of my science knowledge and experience kwenye kitu ambacho ninachokifanya pia. What's the kwa faida ya wengi, what's the brand name ya oud? Marashi Zanzibar. Hizi ambazo tunazotengeneza zinaitwa buhur. Okay. What's the difference kati ya buhur, oud, uturi? Difference, jamani. Okay, so udi, I'm gonna hold this one, you hold the other one. Ili mambo kwa ushahidi. This smells so nice. Hiyo ni moja ya allergy friendly. This is the allergy friendly. Allergy friendly. Okay. What's the difference? Buhur, oud, uturi. So tunaposema uturi, uturi it's like an umbrella. Tunaweza tukasema aromatics. Okay. So kitu chochote ambacho kinachotoa harufu nzuri tunasema ni uturi. Okay. Tunapokuja udi ni aina ya uturi. Sasa udi, tunaposema udi na buhur, kuna njia nyingi sana za udi, yani za kutengeneza udi. Buhur ni moja ya type ya oud ambayo inatengenezwa kwa kupitia sukari au kwa kuongeza mafuta. Udi wenyewe kama ulivyo unatokana na vijiti, kutokana na mti, na hiyo miti inapatikana ni Asia, India, Thailand ndio unapopata. Sasa ile miti yenyewe inatoa harufu. Na inakuwa kuna harufu nzuri unapochoma, huna hata haja ya ku-add anything. Lakini ni very expensive. Unaweza ukakuta like 1 gram mtu anauza $100. Really? That's why they call wood the black gold. Because it's very, very expensive. So kutokana na namna ilivyokuwa expensive, lakini kuna watu wengine wanataka wapate the same experience with that wood, lakini they can't afford it. So ule mti, yale mabaki yake yanachukuliwa, alafu yanarowekwa na mafuta, then yanakuja kuuzwa kama ni buhur. Kwa hiyo buhur ni vijiti vya udi ambavyo
kuwa added something on top ili make it more aromatic. Okay. Yeah. Okay. And actually a lot of people like bukhur more because it's accessible. Kusema ni si watu wengi wanaweza waka afford, lakini pia you can play with it. Leo umetia mafuta na design hii itatoka. So unaweza kutumia mti ule ule lakini the add-ons ndo zikabadilisha flavor. Kama hii na hii ni mti huo aina moja. Lakini the add-ons unavyoziona, unaona even the color tofauti. You can play. This was hard. Oh my God. This is actually our Ramadan special. Luminar. This, ndo mume launch this Ramadan. Yeah, na kwa sababu tuko kwenye mfungo wa Ramadan going Eid, naomba emphasize kwenye these products. Ndo wame launch hii product yao Marashi Zanzibar. This is bukhur. Yes, bukhur. This bukhur is special Ramadan edition ama Ramadan collection. Ni mzuri jamani, to be honest. Sisemi kwa sababu yuko hapa, lakini ni mzuri, mashallah, unanukia vizuri, umepoa, yani harufu yake umepoa. What's the right way ya kuchoma? The right way ya kuchoma ni kwa kutumia mkaa. Kwa kutumia mkaa. Unaweza ukatumia chetezo cha umeme, lakini authentically like, ili harufu ikae muda mrefu. Fanyeje? Tunachomaje? Maana wewe ndo mkaa. Kwa kutumia chetezo. Umekuja na chetezo? Yeah, nimekuja na chetezo. This is Jador, the epitome of love. Yeah. We love the name. Hiyo very fancy. Perfume ya Jador. Yeah, Jador. Yes, naisikia. Okay. But that's my favorite. Yeah, this one. Hiyo Ramadan edition, the special one. Yeah. This, guys, unajua harufu pia it varies, yeah? It's subjective yani. Yes. Mimi nimependa hii. This is so me, yani imetulia, imepoa. Sijajua kwa wenzangu. What's the right way ya kuchoma? Okay, so the right way ya kuchoma ni kwenye moto ambao sio mkali. Okay. Unapochoma udi unatakiwa kwanza, kama nilivyosema, kwa mkaa. The right way to do it ni kwa kutumia mkaa. Na sasa hivi maisha yetu yamekuwa ni very easy. Yeah. Kuna instant ambayo kama hii mfano ukiweka tu kwenye moto kidogo inawaka and then you can use it. Yeah. Una haja ya kutumia mkaa ile ya kawaida. Sawa. Na inakaa muda mrefu. Okay. Wengine, you have a lighter there? No, I don't have a lighter. Oh. So, tulikuwa tunawasha mkaa wetu behind the scene, you know? Tusubiri ukole kidogo. So, ulikuwa unatuonyesha ule mkaa ambao ni instant. It was instant burner, ile instant charcoal. Nini mkaa wa udi. Kama wewe ni mtumiaji udi unakuwa unajua tu mkaa wa udi uko vipi. So, yes, now we have mkaa wetu ama moto wetu. Umesema unatakiwa uchome moto mdogo. Yes, kwa hiyo unapowasha unatakiwa unaona hii kama jivu hapa. Ninavyofanya unatakiwa wote ufanye jivu. Okay. Ukishakuwa na jivu ndio unaweza ukaanza kuchoma udi wako, kwa sababu udi hautaki moto mkali. Yeah. Unapoweka kwenye moto mkali kitachofanyika ni kwamba unachoma tu ile kama kuni, unachoma kuni. Kwa ndio maana unasikia mtu analalamika kwamba mbona udi wangu unanuka moshi? Kwa sababu amechoma kwenye moto mkali. Udi unataka moto ulopoa kidogo. Kwa hiyo kama imefanya jivu unaweka, inatoka harufu kidogo ndio inaenea katika nyumba. Hauhitaji moto mkali ili ndio useme kwamba ndio unafusha. Yeah. Okay. Hilo ni la kujifunza jamani, kina mama wenzangu, wanawake, katika huu msimu wa Ramadhan ama katika mfungo wa Ramadhan kuelekea Eid. Tunapata tips hapa namna ya kufusha majumba yetu. Unajua especially pale umeshamaliza kupika iftar, nyumba inanuka harufu ya vyakula, umekaanga samaki nini. Ni wakati mzuri just before adhan pale kupita na bukhuri wako ama udi wako, ukauposition kichetezo zako kwenye kona yako fulani unakuwa unakiamisha ili kuleta mandhari nzuri na harufu nzuri. What that? Kuna connection gani kati ya the tranquility na peaceful mind na harufu ya udi inayotakiwa kuwepo nyumbani wakati umetengeneza this Ramadan edition? Like, how did you come up kwamba this is a special scent for during Ramadan?
tuko kwenye mfungo wa kiimani, tumefunga roho, and then tunaenda kufungulia, and then Eid is coming, celebration. Like, how did you come up with the scent ambayo inaendana with what's going on at the moment, spiritually and physical? Okay, so kitu cha kwanza ambacho nilichoangalia ni nilitafuta combination ambayo nikichoma italeta calmness, relaxation. Sikutaka harufu ambazo ziko shouting, zile nzuri kwa ajili ya mfano labda kuna umeenda harusini au kuna harusi kadhalika. Lakini my main focus was kutafuta combination ya perfume oils ambazo mtu unaposikia hii harufu basi kwanza inakutuliza. Okay. Kwa sababu kwangu mimi Ramadhan it's a time kwa ajili ya kureflect na kustep back. Kwa hiyo relaxation pamoja na slowing down kidogo ni kitu ambacho nachokiassociate na Ramadhan. Kwa hiyo whenever I make any type of bukhur, natafuta how does this make me feel? Yeah. So the perfume oils ambazo nazochanganya pamoja ili kutengeneza ule udi wanaelemea kwamba hii harufu nataka inifanye nisikie relax, ni sweetness flani. Yeah, that's how I came up with it. Na ndo it's the same perspective ninaofanya kwa udi zingine. Mfano udi wetu labda lalu ambao hapa haupo leo ni more of a classy scent. Okay. Kwa hiyo it's more of a scent ambayo inakufanya wake up. Yeah, kwamba you're more focused. It's a go-getter scent. Okay. Yeah, lakini this one is more of a lay down scent. Kwa hiyo it's the type of way ukishafanya kazi na perfumes siku nyingi unajua kwamba nikifanya mchanganyiko huu na huu nikijaribu hivi hizi harufu zitanifanya nipate this kind of scent. So this one is more tuned into relaxation, sweetness, calmness ya nyumba. Mfano kitu chengine kuna vanilla humu ndani. Okay. Kwenye this wood. The vanilla is for like mfano umetoka kupika keki and that's somebody comes into your house. Yes, and then that kind of smell they encompass, it just makes it warm and cozy. So that's the things when I'm trying to create a scent, that's what I mostly think of, how that scent makes me feel, and that's how I incorporate it. Wow. I love the way you come up with this scent. Yani nimependa, to be honest. Yani sio tu tusione kitu kimetengenezwa, there is a meaning behind it. There is a history, there is a way it's supposed to make you feel. So kama umetengeneza hii alafu na mimi instantly nimeweza kurelate na huu wa Ramadhan. I don't know why, but it could be ndo hivyo vitu, the formula ina trigger hiyo relaxation, because now niko kwenye mfungo, niko kwenye swaum, I need this. Yani ni kama inani jamani, hivi ni vitu ambavyo through experience, na ni vitu ambavyo zina mahesabu yake maalum. So tumpe maua yake Wadhat kwa ku come up with easy scents, kwa kuformulate a very specific formula ambayo hata mwenyewe asipo kuwepo anaacha nyuma formula ambayo mwingine anaweza kaifata akaitengeneza tena na tena na tena. Just like ambavyo tunaona Coca-Cola miaka nenda rudi, it's the same flavor. Alikaa mtu akatengeneza formula na ndio inakuwa safeguarded mpaka leo hii vizazi na vizazi tunavikuta. How do you protect your creativity now? Right now I don't actually protect it because I actually naweza tukasema simwambii mtu kwamba natia mafuta haya na moja kwa moja, lakini the people who work with me, because my brother, my mother, hata watu wa nyumbani, mimi nilikuwa sipo kwa sababu kuna wakati nilikuwa nasoma nje na nilikuwa sitaki hii biashara yangu ife kwa sababu tunasoma. I needed someone kuendelea na kutengeneza hizi udi. Kwa hiyo wote naelekeza kwamba nifanyie kitu hichi na hichi na hichi, add this and this and this. And actually ukiangalia kwenye our text utaona kabisa jedwali nimewatumia from my Excel sheet. You're supposed to put 250 mils of this, 50 gram of this, to the exact dot. Kwa hiyo ili waweze
Maintain the same, maintain the yeah. same thing. Okay. So sijaangalia zaidi how to protect it. I'm just betting on the people around me ambao ninashare now. They're loyal to me. Yeah. That's the only bet I have. Yeah. Now mi nilikuwa naangalia huo udi uwe na hiyo grey, uwe ashi ili unichomee hiyo favorite scent yangu. Yeah. Nisikie kweli yaliyomo yamo. Okay. Bado tuko na Wadhat Rubani, at the same time ni mwanzilishi wa brand ya manukato ama ya uturi wa marashi Zanzibar. Urubani unahitaji nidhamu ya hali ya juu sana because of the numbers yani and formulas. 1 is 1, 2 is 2. Yani hakuna in between. Lakini ujasiriamali sasa the marashi Zanzibar inahitaji ustahimilivu mkubwa sana. Ni out of the 2 kwanza kabisa, which is like your favorite? Yani like, yeah, I know it's maybe it could be two sides of a coin. Is it two sides of a coin? Yeah, both are part of me. Yeah. Siwezi nikaacha moja nikapendelea jingine. Yeah. I think it's kila moja na wakati wake. Yeah. Urubani naupenda sana kwa sababu it's been my dream tangu utotoni. Kwa hiyo it's something that I've wanted to achieve muda mrefu na nikaweza kuachieve, na it took a lot of, kama ulivyosema, nidhamu. Yes. A lot of effort. Mitihani nyingi, kusoma usiku, kila baada ya miezi 6 tunafanya mitihani. Kwa hiyo it's a lot put into it. Lakini pia kwa upande wa biashara ya marashi kuanzisha na kuwa na just a dream pia. Kuwa na maono ambayo watu wengine hawaelewi. Mtu anakwambia unauza udi. Kwa sababu zamani ilikuwa kuuza udi ilikuwa looked down upon. Like it's just mtu anafanya tu labda nyumbani, hana kitu cha kufanya, ni mama wa nyumbani, apate pesa 2-3 basi nauza. Ndio nauza hapa, nauza anatoka zake Umani, ameniachia hapa nauza udi. Kwa hiyo it wasn't a biashara kama biashara. That's how it was looked upon kipindi kile. Lakini sasa hivi nashukuru kuna muonekano tofauti kwa sababu people have come to like it and put it kwenye maisha yao, yani encompass it katika maisha yao day to day. But you have also changed that. Wacha nikupe maua yako on that one. You have also changed that. Yani ndio mimi nawaambia watu, like unaweza ukawa muuza nguo, lakini unaweza ukawa mtu unayetoa hisia pale mtu anapovaa nguo kutoka kwako. Even if vitu vile tofauti. Ukampa experience tofauti. So with you, wacha tukupe maua yako Wadhat. Umeanzisha kuuza udi, you took it as ume-commercialize in a way, ukaiweka kisomi zaidi, ukaipa thamani, your packaging ilikuwa iko standard nzuri sana, ukaja na ubunifu wa kuweka packaging za bridal as a gift set, as nini. Hivyo vitu havikuwepo mwanzo. To be honest, wacha tuongee uwazi usemwe, hivyo vitu havikuwepo, but uliingia with mentality yako ya kisomi, ukasema nitafanya hii lakini katika ukubwa huu. Umeongelea kwamba any business utaka iwe successful lazima uiscale. So uliingia na that mentality. So wacha nikupe maua yako. Umeweza kubalance perfectly yani, na mpaka leo hii tuko hapa after 10 years tunamzungumzia marashi Zanzibar, bado anaendana na trend, anatoa oud ambao unaendana na wakati wa sasa. We are in Ramadan and coming Eid, ukatoa collection ya Eid just like watu wauza nguo. Wanasema Eid collection, Ramadan collection. Wewe bado you are keeping up with the trend, na hata kama haupo umetuadisia hapa kwamba una make sure biashara inaendelea with the exact formula to the dots. Nikikukoti vizuri ulivyosema to the dots, yani unahakikisha wanaeka milimita zile ulizozinani. So tukupe maua yako. Kuna kipindi ulikuwa niliingia kwenye benki, sitohitaji jina. Nikasikia udi unachomwa. And then nikamuuliza, ninafahamiana na mdada pale, nikamuuliza, akanambia this lady analeta hapa oud. And then I saw your brand, like basi sikuuliza hata zaidi. Hebu tuambie hiyo historia, yani like ukajikuta vipi umeingia kwenye corporate world hapo? Okay, I think this is because udi ambazo mimi nazotengeneza si tune zaidi harufu za Kiarabu tu. Kwa sababu unakuta harufu nyingi za Kiarabu ziko very potent, tunaweza tukasema
kali hivi Yeah. ambayo inaweza ikaumiza watu. Mtu akisikia tu akasema this doesn't feel like tushazoea harufu za Kiarabu kwa ajili ya maharusi, Yes. kwa ajili ya kama hivyo ya Eid, lakini najikita pia na harufu ambazo zinanukia kama perfume na harufu ambazo zinanukia pia ndo ile creativity. Sitaki tu kuwa na aina moja. Kwa hiyo unakuta na udi ambazo zinanukia kama lemongrass, na udi ambazo zinanukia kama orange, na udi ambao unanukia kama coffee. Kwa hiyo najikita na harufu tofauti tofauti. Na huyo mtu actually wakati anakuja mara ya kwanza, siku ya kwanza kuja kunifuata ilikuwa kwa actually for a Ramadan gift set kwa ajili ya corporate. Okay. So akanitafuta akaniambia, can you make for us this Ramadan gift set? Nikamwambia sawa, I can make it for you. Kwa hiyo nikafanya. Mara ya kwanza alivyonitafuta I had no idea who they were. Baadaye akaniambia tutakuja brand wenyewe. But then they couldn't brand themselves. And then they were like, tunaomba tubrandie na kutumia artwork hapa. Kwa hiyo then that's why I knew kwamba okay, it's this bank. And then they've come and bought for me mara kwa mara. Most of the time wasiweki my logo because that's one of the things that they want. But I also work with other brands zingine kubwa kubwa. I also work with wana masaluni. Yani wengi sana. Mtu anataka mtu akiingia kwenye saluni yake basi asikie harufu nzuri. And I've actually gotten a lot of customers from those salons. Ndio, kwa sababu wanawake ndio harufu. Wanasema jamani, umenunua wapi? Alafu they come and kutoka kwa sehemu fulani. So wood for me wanaichukulia, watu wa zamani walikuwa wakichukulia kama vile ni kitu cha mganga tu, anachoma vitu havielewi, lakini wood is actually a perfume and it's actually a really nice type of scent. It lasts longer than hizi air fresheners za kawaida tunazotumia. It doesn't have a lot of chemicals ambazo zinaweza kuumiza. Kwa hiyo wood for me is a perfume kama perfume, and that's how I try to position it kwenye industry. Kwamba this is not just a lowly product that people just use, but it's something that can elevate you. Ukiwa umepaka perfume alafu ukachoma tu udi kidogo alafu ukitoka nje, somebody actually smells luxury on you. It's not just kwamba ni kitu cha kawaida tu ambacho tulichozoea. So that's how I try to position marashi and the products that we offer, and nahisi tumeweza kufanikiwa kwa hilo. Kwa sababu zamani pia ilikuwa kwa mtu anakuambia mimi Mkristo siwezi kutumia udi, lakini sasa hivi hata Wakristo wanatumia udi. Na wakati naanza ilikuwa kunapata that backlog. Mtu anakwambia mume wangu mimi nikichoma udi atahisi na mroga. Kitu ambacho nilichojaribu kuanzisha, hata umeanzisha kitu ambacho nilichojaribu ni kuiposition wood kwamba udi ni udi tu, ni perfume, ni kitu ambacho kinachoweza kuelevate maisha yako, kukuletea wewe amani nyumbani, kupendezesha pia wewe. Your outfit is not complete without a scent. Kwa hiyo it's a finisher. And kwamba mtu unaweza ukatumia hata kama wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu. Na pia kuwaelezea watu kwamba inabidi umwambie mumeo ni kwamba it's just a scent too. I just want to make this house a home. So that was the main positioning of marashi, na naisi nimeweza in your 10 years journey, changamoto gani mpaka leo bado unapambana nayo? Changamoto ya kwanza ni malighafi ya very expensive food. Kwa hiyo that's the first changamoto. Alafu pia changamoto nyingine, unajua unapata orders from nje ya nchi. Lakini hivi ni vitu vya asili. Kwa hiyo ili kuvisafirisha kwenda nje ya nchi inabidi uvikatie kibali. Ndio. Udi kama udi. Alafu kitu chengine perfume. So wana mix my own perfumes, lakini ili uzitume nje lakini hawaruhusu kutuma perfume kama perfume. Kwa hiyo there's a lot of changamoto in terms of scaling. Maana kama hivyo mtu unapata orders Canada, US,
Sehemu nyingi tu Germany unapeleka, lakini sasa inakuwa it's twice the amount kwa sababu wa shipping cost are through the roof. Unaweza ukapeleka mtu ameorder kitu 100,000 lakini just half a kilo sent to Germany is 120,000. Inazidi hadi bei ya nani kama mamlaka inakutazama sasa hivi especially mamlaka husika na wizara husika ya viwanda na biashara. Unataka kuiambia nini hapa juu ya hii changamoto unayokutana nayo, especially wazalishaji wa ndani ya nchi ambao wanataka kusafirisha bidhaa zao nje ya nchi? Watusaidie zaidi katika hizi permit ambazo zinazotakikana. Najua zipo kwa ajili ya kulinda pia mali ghafi zetu za Watanzania. Hamna mtu ambaye ameweka tu kwa ajili kwamba ziweko zitukomeshe, no. Najua kwamba zipo kwa ajili ya kulinda mali ghafi za Tanzania, lakini pia tuangalie na sisi wajasiriamali ambao tunatumia hizi mali ghafi ili tuweze kupata urahisi wa kuzituma nje. Na pia kwa upande wa usafirishaji pia watu angalie bei ambazo wanazoweka, kwa sababu hatuko competitive hata kidogo. Kwa mfano ukinunua kitu kutoka labda China au US kutuma au Dubai utakuta kilo moja ni $12. Lakini wewe kutuma mzigo kutoka Tanzania kuelekea labda sehemu nyingine, basi ndio hivyo, si chini ya $50 kwa nusu kilo mpaka kilo moja. Kwa hiyo tunakuwa tunaji out compete based on that. Mtu anataka vitu lakini anaona hii nini shipping cost ni twice the amount. Mtu anakuwa anaacha kununua, na ni kitu ambacho tunachoweza kufanya ili kuimarisha sisi our exportation ya bidhaa. Sasa tuongee na Wadhat Rubani. Take us through your first day ya kupaisha ndege. Umeshamaliza masomo yako, umesoma kwa jitihada kubwa sana. Yule mtoto wa miaka 7 sasa kashika what do you call that? The yoke. The what? Yoke. Kashika ile yoke. Anasema sasa not it could be as a co-pilot or as a proper like sole pilot. That day, how was it? Take her through that day. That day was the best day I had. Actually, nilikuwa na reminisce that day. Like this was a dream that I had. It's now actually here. So I'm very grateful. And nilikuwa najaribu to have the best experiences I had. Nakumbuka kabisa mpaka the first flight I did, it was Dar Arusha, Zanzibar. Dar Zanzibar Arusha, Arusha Zanzibar Dar. That was my first flight commercially, and I was like huku nyuma kuna watu ambao wananiamini nipeleke ndege nirejeshe nituwe salama. That dawned on me kwamba this is a huge responsibility that I have. Na sasa hivi sina instructor tena hapa pembeni wa kuniambia yes, yupo captain ambaye anakuangalia pale, you have to do everything in place, lakini he's not an instructor. And kiukweli it was surreal. Nashukuru for that experience. Kila nikisoma dua, nikikaa kitako, namshukuru Mwenyezi Mungu, nasema alhamdulillah for this. But it was a real good experience kuona ndoto zangu zimetimia. Na kujipa sasa ndoto nyingine. Nakumbuka there was a day we have huyu anaitwa somebody that we all know, Mariam Semfuko. There was this day nimekutana naye, ana binti yake, by then alikuwa nadhani yuko form 4 anataka kuingia form 5 na 6 kamaliza form 4. Akasema nampeleka what's her name, nimesahau. Alma. Sasa nataka nimpeleke Alma kwa Wadhat kwa ajili ya kumfanyia mentorship, amuinspire kwa sababu anasoma masomo ya science. Na by then alikuwa ndo anaenda kuingia form 5 na 6. So kamaliza form 4, akataka kwenda kumuonesha kama akiyaendea masomo yake ya science vizuri, one day she could become like you. Na wewe wakati huo ulikuwa masomoni, lakini mkiwa kule simu navaa yale zile the uniforms and everything. So alimleta katika mazingira ambayo like my daughter,
ukifanya vizuri na ukiendea masomo yako ya science vizuri, utakuja kuwa kama hawa. Yeah. So it was a very tangible dream kwake, and I was very inspired na I was very amazed na kile ambacho alikuwa anaenda kumwandalia binti yake. Come to the mentoring sasa. Umesema tulikuwa tunaongea behind the off cameras kwamba kuna wasichana unawatrain, unawafanyia mentorship, hata leo umetoka kuongea naye. Let's talk about mentoring na the power of mentorship kwa mabinti ambao wana ndoto. Haijalishi katika sekta gani, lakini kwa kweli utazungumzia kwenye sekta ya marashi, kwa sababu umetuonesha in 10 years na umekuwa resilient na umekuwa successful. Na yule binti ambaye anataka kusomea masomo ya sayansi ama anataka kuyaendea masomo ya sayansi, you are the living example ya ndoto za watoto miaka 7 leo hii anaziishi. Naomba uongee na wasichana na utaratibu gani unafanya kwa ajili ya kuacha alama through hizi mentorship programs. Okay. Yeah. So kwanza kabisa that day Mariam Semfuko alinitafuta akaniambia kwamba she wanted me to mentor Alma. I was like, what am I going to do? I felt like I don't have enough to give and share. Yeah. But actually mtu natakiwa kujua kwamba kile wewe unaweza ukahisi kwamba kile ambacho ulichokuwa nacho sio kingi, lakini actually it's a lot for someone ambaye anaanza. Na nikijiangalia mimi sikuwa na mtu wa ku look up to. Ndio. When I was starting it. Yes. Alma wants to be an aircraft engineer. I think it's so cool kwa sababu I love it when women go for the hardest things. Yes. Kwa sababu tunaonesha potential yetu, namna gani tunaweza, na pia namna tunapoweza kuziachieve. Kwa hiyo it was nice to have someone believe in me. Lakini pia it was also nice kumuonesha kwamba she can achieve the dreams that she has. And alikuwa anataka ajue what she should take, PCM all the way, what she should take. And ajikite zaidi na masomo ya aina gani ya extracurricular. I love mentoring anyone who wants to be mentored. Na kwa upande wa marashi mimi na offer actually mafunzo ya kutengeneza udi kwa watu mbalimbali. Ndio. Yeah, na nimeshawafundisha watu wengi sana, sijui hata siwezi hata kuhesabu ni watu wangapi, kwa sababu mimi pia nimekumbuka namna gani kipindi ninapoanza nilikuwa natafuta watu wa kunifundisha but they weren't ready. Kila mmoja alikuwa anaona kwamba akinifundisha mimi basi mimi nitapata zaidi yake. Bali riski imeumbwa tu na ndio. Yeah, ukienda zako sokoni unakuta huyu anauza nyanya, huyu nyanya, huyu, kila mmoja anauza the same thing, lakini kila mmoja anaondoka usiku na riski yake. Kwa hiyo mimi I don't believe kwamba eti nisimfundishe mtu kwa sababu yeye atafika mbali zaidi yangu. Kwanza mimi nikiona mtu anafika mbali zaidi yangu ndo nafurahia kabisa, kwa sababu I'm proud to be a part of their journey. Na anything to make their life easier. Tofauti na mimi nilitumia pesa nyingi sana, nikatumia muda mwingi sana. Kama naweza nikamfahamisha mtu kwamba fanya this formula, this recipe, fanya kitu hichi na hichi ili uweze kupata udi wako mzuri, usifanye hichi kwa sababu hiyo ni mistake ambayo mimi nilofanya. Na actually kuna wengine nimeshawasomesha zaidi ya 1 year, 2 years. Na still bado wananiuliza maswali. It's not like kwamba umetoa pesa yako imeishia hapo. Usipojua ndo basi. Wanafundisha kutoka kwa moyoni mwangu, kwa sababu napenda kuona wanawake wenzangu wakikua, not just kwenye science tu and the STEM industry, lakini pia kwenye masuala ya udi. Kwa sababu ni kipato ambacho mtu unachoweza kukipata. Na ukaongeza ubunifu wako kama wewe ulivyoingia ulijitofautisha. Ina maana na whoever that utamtrain na utamguide with mentoring ataongeza na ujuzi wake yeye sasa, ambao sasa huwa hautokani na mafundisho unayopata kokote. This has to come from you. So whoever that trains you, na hii hata tulikuwa tunaongea hata sisi kwenye ile mentorship yetu ya Empower Her, kwamba
kwamba unavyokuja kwa mentor tayari unatakiwa una kitu. Yeye anafanya kama kuguide kwamba hapa na pale, kama ilivyosema usitumie hela nyingi kama nilivyotumia mimi, pita hivi, fanya hivi. So lakini yeye mwenyewe anatakiwa awe na ziada yake ya kuongezea hapo. Umesema haukuwa na mtu wa kukomentor, like yani hakukuwa na mtu wa kumuuliza mwanzo wakati unaziendea ndoto zako. Umetuelezea changamoto ulizopata kwenye Marashi Zanzibar. Hatujasikia za upande wa rubani. Was it easy? Lakati kwa sababu tunafahamu kwamba yani ni it's a male dominated industry. Na ndo maana kukiwa na marubani ambao wanawake, the whole nation we get to celebrate them. Hata ndege mpya zilizokuja zile za Air Tanzania, alivyofly yule rubani wa kwanza wa kike aloileta, yes, the whole nation celebrated her because ni kazi ngumu, na umesema you love seeing women going for the hardest jobs. So hujatuambia changamoto ya upande wa urubani. Changamoto ni nyingi mno. Changamoto ya kwanza nakumbuka nilioipata ni siku ya kwanza shuleni. Nimefika kwa sababu navaa hijabu. They weren't used to it. Walikuwa kwa ndio wanapata wanafunzi wa Islam, lakini they not, yani hawavai hijabu. Sio wengi sana ni Waislamu. So nakumbuka chief ground instructor. So kwanza ananiuliza, hiyo ulovaa kichwani nahisi itabidi uvue kwa sababu sidhani kama utaweza kusikia vizuri kwenye redio. Navaa zile headsets. Nikamjibu, Captain, hapa ulivyoniongelesha nimekusikia bila tabu. Thank you. Sidhani atakuwa na shida yoyote ya kusikia kwenye redio. Kwa hiyo you just have to put your principles there. La sivyo unatafuta your dream, lakini also lose yourself along the line. Another changamoto, it was COVID season, kipindi kile 2020-2021. Uganda, nilisomea Uganda urubani. Uganda ilikuwa completely shut down, lockdown for 1.5 years. Kwa hiyo unakaa unaona my dreams zina pass, siku zinaenda, sifanyi chochote. You even get depressed by the way. Kwa natamani nihame, lakini pesa zishatolewa. And that's another changamoto. Changamoto nyingine ni mitihani mingi sana tunafanya. Was there a point of a life ukajutia, you be like, you know what, maybe ukukale nikosea? No, sija kujutia, lakini you get that this is a lot of work. So that's throughout your career? Yeah, throughout your career. Actually kila baada ya miezi 6 tunaenda tunafanya wanazita ni checks. Kwa hiyo inabidi kila siku unasoma, yani we kazi yako wewe jishtukie kwamba wewe ni msomi tu mpaka unamaliza this career. Okay. So that's another changamoto. Changamoto nyingine, unataka uruke siku lakini hali ya hewa hairuhusu. Japo huku hizo ni force majozi hizo na hizo wakati ndo kwanza unaanza kujifunza. Baadaye tena ushakuwepo kwenye industry unarusha, hata kama kunanyesha ili mradi kuwe safe tu unaondoka. Okay, thank you so much jamani. That was Wadhat rubani, lakini pia Wadhat mmiliki na mwanzilishi wa Marashi Zanzibar. Bado tuko Behind the Style, tutarudi tena. Manukato kwa mwanamke, kwa mwanaume yana play role kubwa sana pia ya kukupa some sort of an identity. Ukiingia sehemu unajua ile kwamba ile ulishakupita sehemu yani kwamba hapa kama kapita Wadhat hapa. Yani so nina associate manukato na harufu kama attachment pia na identity ya mtu. So with me the scent ambayo ni identify, napenda something calm, rosy-ish. Pole. Napenda something calm, rosy-ish, and isiwe too much Arabic. Just kuna muda ulizungumzia like the French perfumes, yani iwe, na ndo maana zinakubalika hata kwenye upande wa corporate. Now that's just me. If you were a scent, ungekuwa ni scent aina gani? Okay. Yani kama ingekuwa ni harufu, wewe mtengeneza marashi,
ambayo iko attached to your identity. Mtu mmoja smart, msomi, daring, but at the same time very detail oriented. But as a person, ungekuwa ni harufu ya aina gani? That's interesting. Yeah. Hili swali. But for me, naweza nikasema ni bergamot. Yeah. I just love bergamot kwa sababu it acts like a balancer. Yeah. So somebody who's balanced. Kama hivyo ulivyosema. Yes. Yeah. But also daring. Yeah. And if you pair it with anything, inapea vizuri sana. So bergamot. Yeah. Well, thank you so much kwa journey yako yote uliotupitisha. Tumeona namna ambavyo you can dream and make it a reality. Yani unaweza ukaiota na ukaiishi ndoto yako, na wewe ni mfano mzuri kabisa. Na hakika your journey was very bolded throughout masomo yako, throughout uanzilishi wa brand yako, na hakika ni mtu sahihi sana katika these last few days of Ramadan, kuelekea kwenye Eid, wa kuongea nasi kuhusiana na mada mbalimbali za marashi na namna ya kubeautify nyumba zetu kupitia marashi na vitu kama hivyo. So naomba uongee na binti, msichana ambaye anakuangalia, na mzazi pia ambaye anakuangalia, mwenye binti ama mwenye kijana ambaye ana ndoto, lakini hizi ndoto zake either zinawatisha wazazi ama wanahisi kwamba they are not attainable just because they are hard. Kwa nakumbuka wakati sisi tuko wadogo, nataka kuwa, ukiwa mdogo unatamani kuwa nani? Tuliimba sana hizi, mimi nataka kuwa pilot, when I grow up I want to be a pilot. Lakini ni wachache ambao wali dare to dream and live their dream, yani kama wewe hapo ambavyo umeweza kufanya. So ongea na wale wazazi, wa baba na wa mama, wenye watoto wao wenye ndoto ambazo yawezekana they are not realistic to them kwa sababu they seem hard and not maybe realistic. Yeah. Okay. Mimi kwanza ningependa kuwashauri wasichana ambao wananiangalia leo, kama mtu una ndoto yako, basi amini wewe kwanza kwenye ndoto yako, ndipo wale ambao watakao kuwa karibu yako ndipo watakaoamini. Sababu nakumbuka mimi kama nilivyosema awali, kila mtu nyumbani alikuwa anajua kwamba mimi nataka kuwa rubani. Hamna mtu ambaye alikuwa hajui kwamba hicho ndio kitu ambacho nilichokuwa nataka kuwa. Hata kama walikuwa wao wanahisi kwamba hakiko attainable at that time, au wanahisi kwamba ni ndoto ya linacha, lakini ni kitu ambacho mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nakiamini, na sikuwa najua namna gani nitakapokuwa, maana mimi sijatoka kwenye familia yenye uwezo mkubwa. Nilitoka kwenye familia ya kawaida, lakini ni kitu ambacho nilistick nacho. Nilienda mpaka chuo nikamaliza, nikapata degree yangu ya computer science. Ndipo ilipotokea uwanja, nyanja yani ya kuweza kupasu hiyo piloting, na nikaichukua wakati tayari na watoto kabisa. Na naondoka, mwanangu wa kwanza mwanangu wa pili ndo kwanza alikuwa na mwaka mmoja. Na watu wananiuliza, hivi unaondoka unamwachaje mtoto hivi? Niliamini kwenye ndoto yangu, kwa sababu niliamini hii ndoto ikifanikiwa basi itasaidia pia familia yangu ambayo ndoko nayo, pamoja na wazazi wangu. Kwa wazazi ningependa kuwashauri kuwa ni support kubwa. Mimi nashukuru nimebahatika kupata support kubwa sana kutoka kwa wazazi wangu pamoja na mume wangu. Ni katika watu ambao walio sacrifice sana kwa ajili yangu. Sometimes dada hayupo, mimi niko zangu nje huko nasoma, lakini ndugu zangu ndio wamekuja wananisaidia pale ambapo palipopelea. Kwenye biashara ndugu zangu ndio walikuwa wakinisaidia. Kwa hiyo support inamata sana katika mtu, katika ili uweze kufikia ndoto zako. Kwa hiyo kwa wale wazazi ambao na pia waliowazunguka wasichana pamoja na ndugu zetu wadogo, basi wajitahidi kuwa ni supporter kwao, kwa sababu yule mtu akifanikiwa basi na hata na nyinyi nafanikiwa. Ndio hicho kitu ambacho mimi ninachokiamini. Mimi nakumbuka wakati naondoka, kwa sababu na watoto mimi wakubwa, mmoja na miaka 11, mwingine na miaka 8. Mtu ananiuliza, sasa mume wako unamwachia nani? Wewe unaondoka huko, si utakuja kuibiwa. Lakini sikukaa nikawaza, kiukweli nikasema huyu mtu
kama nataka kuibiwa, hata kama mimi nikiwepo, hata Exactly. ikiwa tu kwa Exactly. mimi niachishe ndoto zangu njiani Yes. kwa ajili ya Yes. kuogopa mwanadamu atafanya kitu gani. Yes. Kwa hiyo mtu usirudi nyuma unapokuwa na ndoto yako. Just chase that dream and just get it. Yes. Ndo maneno yangu. Jamani, hata ukiwepo kama akitaka kuibiwa anaibiwa tu. Mimi najasilizia tu hapo. Asante sana Wadhat for your time, na tukutakia kila la heri, na Mwenyezi Mungu atujalie tumalize kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani vizuri, na tusherekee sikukuu ya Eid tukiwa na a special Eid collection ambayo pia it's one of my favorites, Luminar. So mutamcheki Wadhat kwenye page za Marashi Zanzibar, na nyinyi muweze kujipatia Luminar Eid bukhur special for Eid. Na until next time, let me wish you an Eid Mubarak, kwa sababu hatutoonana tena mpaka baada ya Eid. This was Behind the Style, na ni Irada hapa.